ambaye anapeana ni nani? Ni Mungu. Alitupa sisi mali, alitupa sisi kazi, alitupa sisi vyeo, alitupa sisi watoto mibaraka. Bidii zetu tusielekeze kwa nani? Kwa Mungu. Ninajua kuna ugumu sana mahali tunatoka. Wengine hatuna wazazi, wengine hatuna familia, wengine hatuna kile ambacho tunaweza itwa kwacho. Hatuna hata nguo. Acha niwape hadithi kidogo. Ukiona mtu anapenda kujitenga, huyo hana watu, hana chama. Lakini sisi ambao tunaangalau marafiki, tuna marafiki shuleni. Tuna rafiki unatembea naye kitambo, tulikuwa tunahuku mkono hivi, mnatembea na rafiki yako, si ni kweli? Ukiona watu wamependana, wanapitisha mkono kwenye bega la mwenzake, alafu wanatembea bega kwa bega. Halo? Kumaanisha sisi ni nani? Ni rafiki, sio? Kwa hivyo sisi ni rafiki wa Mungu. Tumuite yeye, naye atafanya nini? Tumuite na yeye atafanya nini? Atatufungulia. Ni wangapi hupenda kumuita Mungu when they are in their deepest thought, wakati wamezama kabisa chini? Wakati huo tunajitoa, we give up. Tunasema heri tuingie kwa waganga. Kuna wengi hapa wanakimbizana na hirizi, wanakimbizana na waganga, wanakimbizana na watu ambao hata hawajawahi kanyaga milangoni pa Mungu. Hatari. Kama utafanya hivyo ni hatari. Mwite yeye, atafanya nini? Atakuitikia. Kwa kukosa kumwita, tumeliwa kama yule ndege mjinga. Kuna njia zionekanazo nzuri machoni pa mwanadamu, lakini pa Mungu hatari. Kwa hivyo iwapo una marafiki, wahusishe, wacha rafiki hawa wahusishe na nani? Wacha, sijui ukikaa na huyo rafiki yako, the first 5 minutes, what do you do? Katika tano, sita ni kai sana kitana ni kero ndio sahihi ukimwona kwa. Kama mnakuwa afeki na harani. Hiyo kwa rapi kwa jioni. Sita kai sana kitana ni. Karata imrani ndio mbaya. Ukimwona kwa. Ayize. Tunajua ngoja wangu atabanga Bwana asifiwe. Amenitoa mbali. Tunajua shuhuda ni za watu wengine wanaojipiga vifua ambao ni wafisadi, ni uongo. Shuhuda ni za sisi ambao tayari tumemjua Mungu. Haleluya. Shuhuda ni za sisi ambao tunajua mwelekeo wa mbingu ni upi. Maana tukisoma katika kitabu cha Zaburi ni 145, 145, 18 to 19. Mungu wetu yuko karibu. Haleluya. He is so near to us. Yuko karibu. Mwite wakati wa shida, wakati wa matata. Kwa sababu sisi letu tumepewa jukumu la wazi kumwita Mungu. Mwite hapo. Watu hii. Kitabu cha Yeremia 33 fungu la 3. Ninasema tumuiteni nani? Sasa wewe unaita. Shida inapokukumba, when you feel so much stress, ukiwa na mawazo mengi, unamuita. When you are depressed, pain, mwili unauma, what do you call? Ukinata mkuu, utamuita. Wacha tujifunze kumuita yule ambaye anaweza kusimamisha bahari. Wakati pepo zilipokuwa zinavuma, wanafunzi pale ndani, maji yanatiririka, amacha mtu amesema. Na muona Petero kielele katika ile sehemu. Petero akasimama akasema, nyinyi simameni tutoe maji hapa kwenye merikebu. Tunafanya nini? Tunaangamia. Ndipo wanatoa maji na mwisho wanakuja kugundua kwamba hata haya maji tumetoa Bwana hayaishi. Ninakuangalia wewe na kuona mmoja kati ya wale wanafunzi wenye wako katika merikebu. Uliwaambia nini wanafunzi wenzako? Ulisema tumefanya nini? Tumekwisha. Hawakukumbuka wanatembea na nani? Mwenye mawimbi yuko ndani ya nini? Merikebu. Ndipo akachukua hatua, akanyanyua, wakampata Yesu amelala. Petero anamuuliza, wewe Bwana, tunaangamia, mbona umelala hapa? Akainuka na akajiuliza,
akashangaa, akasema ole wenu wenye imani haba. Yaani mko na mwenye mawimbi, mko na mwenye bahari, mko na mwenye maisha, mko na mwenye dunia, alafu bado mnalia. He has promised you kwamba nitakaa pamoja nawe hadi mwisho wa dahari, lakini wanalia. Wale ambao mmezoea kulialia hapa homework amalizi nyumbani, unaambiwa wewe mama fanya tu homework. Nilisikia kuna mwalimu anaitwa Simon, alikuwa anaitwa nani? Anaitwa mwalimu nani? Mwalimu mkuu anaitwa nani? Mwalimu Soro. Mwalimu Soro anakuja. Alafu mwalimu Soro anatoka kwa mlango, anajitengeneza hivi, anakuja anakuambia, hiyo machozi yote nataka umwage kwa kikombe uweke hapa ndio unipe homework. Hiyo machozi unatoa kidogo kidogo nataka umweke yote hapa, alafu kisha baadaye ufanye nini? Ulete homework. Kwa hivyo wacha tuzoee kuwa wakakamavu machoni pa Mungu. Haleluya. Sisi ni watoto wa Mungu, wana wa mfalme. Ni nani zaidi ya sisi? Sijui umemwona mtoto wa mfalme akihangaika? Mtoto wa mfalme akilialia, hahangaiki, manake anajua nani yuko? Baba yake mfalme yuko. Watu wa Mungu, wale ambao mnapitia machungu na magumu maishani, nyinyi ni watoto wa mfalme. Haijalishi kiwango cha maisha mnapitia, nyinyi ni watoto wa mfalme. Nyinyi ni watu tayari mmekwisha mjua Mungu. Kwa hivyo ukisha mjua Mungu, unawacha kuwa mtu, unakuwa mtoto. Kwa maana ufalme wa Mungu ni sawa na hawa ambao wanaitwa nani? Watoto. Kwa hivyo hata wewe unajihesabu nani? Mtoto. Watoto wa Mungu. Kuna mtoto mmoja alikuwa anasafiri kwenye bahari, alikuwa kwenye merikebu. Alafu alipokuwa wanasafiri katika pale baharini Mediterranean, kukatokea mawimbi. Ilipokuwa inatokea mawimbi, ikawa kwamba kila mtu ana wasiwasi. Mtoto huyo alikuwa amelala sana, kwa sababu waliofia huyu mtoto huenda akaanguka chini na akachukuliwa kwenye bahari. Wakaulizana, huyu mtoto tumfanye nini? Wakasema tumuamshe. Walipomwamsha, wakamuuliza, mbona umelala na wengine wanapiga duru? Akacheka. Wakauliza, wengine wanapiga duru? Mbona wanapiga duru? Akawaelezea, wakamwelezea hapa ndani ni hatari. Akacheka, akarudi akalala. Wakamuuliza, mbona unalala? Wakamwambia, ambaye ni nahodha wa chombo hiki ni baba yangu, na baba yangu hawezi akaruhusu nifanye nini? Hatari kama maji yamejaa kwenye merikebu. Aliuliza baba yake, kweli yuko kwenye ule stari? Hata sisi wote hivyo. Is our father on the deck. Yeye ndiye anaendesha. Mbona basi tuwe na shaka? Mbona tuwe na shauku? Mbona ulie? Why should you cry? The father is on the deck. Ni yeye dereva. Mwisho kabisa, turudi pale kitabu cha Yeremia 29:11. 29:11 anasema, kwa maana najua mawazo ninayowawazia, mawazo ya kuwafanya nini? Lakini yasiokuwa ya kuwafanya nini? Mawazo ambayo yanatuwazia ni mawazo mazuri, mawazo ya kututia moyo. Sijui msomaji uko karibu? Merobelimbwa sasa more. Merobeliobuya. Omorembe. Osetali amabe. Merobeliokoba osemelia amatukaino. Yes. Agochigocha. Kabisa. Emerobelio urasemelie. Mungu wetu ametuahidia kwamba anajua yale ambayo tunapitia. Anajua wewe ni mwanafunzi kwani nyumbani, anajua vile kunakaa. Nataka kuzungumza na wewe ambaye unakaa shuleni, unakumbuka nyumbani unaanza kuwa na wasiwasi. Anajua kile ambacho unakipitia. Wewe ambaye unakaa shuleni unaanza kukumbuka vile wengine wenu. I know kuna wale ambao ni wakubwa shuleni. Unakumbuka vile ndugu yako hajakula, unakumbuka vile dada yako ni mgonjwa. Wacha nikwambie, God is going to take control of that. Hallelujah. Wale ambao shida zinatuandama katika familia zetu, hatuna kazi, tuna watoto, tunafaa kulipia karo, hatuna karo. Anajua yale unayoyapitia. Ana mawazo mema, mawazo ambayo ni ya kukutia moyo, bali si ya kukuvunja. Haleluya. Wale ambao mko katika ndoa,
ndoa zenu zimefika mahali kwamba unaona hazifanyi, watoto wako kwenye ndoa, mzee unaangalia mtoto wako mkubwa unashangaa, huyu ndoa will it ever work? Wacha nikuambie, Baba anajua mawazo anayokuwazia, kwa sababu dunia tunayoishi sasa hivi, haya yamebadilika, watoto wamebadilika, ni kwa sababu ya yale wanayoyaona, yale wanayasikia. Kile ambacho tunataka kuomba ni kwamba Mungu atumike kiwango kikubwa katika mashule yetu, ili watoto hawa waweze kukua kwa misingi ya kumwogopa Mungu. Nashukuru kwa sababu shule ya Precious Talent wamemchagua Mungu. Haleluya. Na wacha nikwambie hivi, God is going to keep you, God is going to uplift you, and God is going to prosper you in Jesus name. Mwalimu mkuu mahali popote alipo, wacha ajizike katika kumtumikia Mungu. Viongozi wa shule mahali popote mlipo, sikia ujumbe huu, mtukite katika andiko. Wapeni hawa nafasi ya kumtukuza Mungu jinsi mlivyofanya hapa, na hakika Mungu atabadilisha maisha yao. Wazazi, ombeeni hawa watoto kila wakati, kwa sababu wamechagua kukaa malangoni pa Bwana. Hakuna kitu kizuri kama kuchagua kukaa katika hekalu la Bwana. Hata Yesu alipokuwa katika hekima na kimo, alimpendeza nani? Mungu na mwanadamu. Kwa hivyo kwanza Mungu, kisha baadaye nani? Na mambo yako yote atayanyoosha. Unataka kuwa daktari? Ndio. Unamtumainia nani? Unataka kuwa mwalimu? Ndio. Unamtumainia nani? Unataka kuwa askari? Ndio. Unamtumainia nani? Ndio utasoma bila Mungu ukuwa huyo askari, na maisha yako hayatakuwa mazuri. Yale maovu ambayo tunayatenda, wacha tuyatubie kwa haki, roho na kweli. Tukayatubu ili kwamba Mungu apate kutusikia. Na basi maombi yetu hakika atayasikia. Wana wa Mungu, wale mlioko nyumbani kupitia idhaa hii ya 102.0 FM, wacha Mungu akufikie mahali popote pale ulipo, akuangazie na yanyoshe mapito yenu. Ninajua kama unatupata kupitia www.radiovuna.co.ke, unapata kujua kwamba tuko Kisii, katika eneo la Keroka, eneo la Masimba, sio? Hapa ndipo tupo. Na ninajua kwamba uwepo wa Mungu utakaa katika hema hii hadi atakaporudi. Na watoto hawa watakuwa kielelezo siku za usoni. Hapa ndani kuna walimu, hapa ndani kuna majaji, hapa ndani kuna madaktari, hapa ndani kuna aeronautical engineers na wengine wengi. Kwa hivyo nawatakia mema, na basi tutazidi kuzungumza. Ya chumbi, hii ni kazi Mungu amewapa hii, na basi ni nafasi yako ya kipekee. What are you going to do about this? Ni nini utakachoenda kukifanya kuhusiana na hii? Wewe hauwezi kuja na gari zima kama hii, lakini umepewa magoti. Nenda chini kwa magoti yako, kumbuka hawa. Tutakapofika nimewekwa ni kwa sababu ya usoro. Itaji nimepewa ni kwa sababu ya Mongina. Itaji ambayo yani utaona watu ambao uliwaombea, utaona watu ambao waliokuombea. Na hivyo basi Mungu azidi kuwabariki. Ni karo ambayo inakusumbua, ni pesa za watoto ambazo unatafuta, ni pesa za mgonjwa. Wewe ni mgonjwa, wewe unatamani imani yako imarishwe. Ni nini hicho kimoja unataka Mungu akufanyie? Mimi sijui, wewe tu, wewe peke yako unajua. Na kama basi ni wewe peke yako unajua, kanyaga kwa mguu wako hapa mbele. Wewe tu unajua kile unataka Mungu akufanyie. Usiangalie mwenzako. It is about that time Mungu anazungumza na wewe. It is about that time unampa Mungu nafasi katika maisha yako, hapa kwa miguu yako, na uzungumze na yeye. Mimi sijui na sitatamani kujua. Nitataka kujua kwamba umezungumza na Mungu, umempa nafasi aweze kuingia katika maisha yako, aweze kuingia katika moyo wako, aweze kukutatulia ile shida ambayo tuchukua katika moja. Tuombe wimbo huu unapoimba ili kwamba tutapata kuomba baadaye. Go
Yesu. Tunaenda kwako wakati huu tukikuinua, tukiwa tumeyafunga macho yetu, tukikuinua kwa sababu tumejishusha katika mioyo yetu, tukikuinua kutoka kwanza hiki cha Precious Talent School. Baba, shule hii tunaiweka mikononi mwako katika jina la Yesu. Wanafunzi wa shule hii Kristo tunaweka mikononi mwako. Pasije pakawa na magonjwa katika jina la Yesu. Pasije pakawa na taharuki yoyote katika jina la Yesu. Walimu wa shule hii wote nawaweka mikononi mwako. Uongozi wa shule hii Kristo, simama na uongozi huu. Kristo, wametupa nafasi hii imetumika kuinua jina lako katika pembe nne za nchi kupitia Radio Vuna. Tukufu wako uonekane Baba. Unapozuru watu wako, Precious School Baba iweze kuwa moja katika zile vitabu ambazo unaangalia. Kuna kanisa ya Machachumbi uko hapa, kuna waimbaji wa kwaya Kristo wamejitolea, miili yao labda minyonge, mapato yao labda ya chini. Kristo watimizie, wakuangalie na wasirudi nyuma tena. Kuna washiriki ambao wamefika hapa, Kristo nawaweka mkononi mwako. Kuna wale ambao ni wakongwe, Kristo wakumbuke katika maisha yao. Kuna wale ambao wameanguka kiimani, wanapotafuta kukurudia wewe, Kristo waonekanie. Kuna wale pia vile Kristo ni wagonjwa, wako katika matibabu, wanatumia dawa mbalimbali. Kristo kupitia dawa hizo, kupitia maji na kupitia hewa, waponye katika jina la Yesu. Kuna wale wanataka kuyatoa maisha yao na kuyafanya upya ndani yako, wakati ndio huu. Hatuna wakati Kristo. Simama na kundi hili kubwa. Tazama, kuna wale wamekuja hapa manake ndoa zao zimevunjika. Wewe ni Mungu ambaye unaweka watu katika ndoa, na ulisema kwamba atamanie mke mwema ama mume mwema ametamani kitu kizuri. Wajalie wakirimie na wakimu. Sisi ambao tumesimama hapa ni wa dhambi ajabu, hatustahili, lakini shusha neema yako, shusha utukufu wako, tutakase na ututakase katika jina la Yesu. Fungua nyoyo zetu ndani, mipango mibaya ambayo tulio nayo ndani yetu Kristo mtoe. Walio na mioyo ya uchawi, wizi, fitina, chuki, taharuri, wote hao wakuguze katika jina la Yesu. Wacha kikundi hiki kikatoke hapa na kikushuhudie makuu ambayo umeyatendea. Wakati huu mvua inapochirizika juu yetu, na imani kwamba ni baraka ya kujibu maombi hayo katika jina la Yesu. Tunajua kuna mahitaji mengi ajabu tungeyaleta, lakini tayari umeyajua na umeyajibu. Yote hayo katika Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu tunaomba na kuamini. Amen. Haleluya. Asante. Naomba mzee wa kanisa aje hapa na mwalimu mkuu aje hapa ili kwamba tuweze kutamatisha sehemu hii. Wao wakisha mzee mwalimu mkuu. Really, because you are the only one who can save us in all ways possible. It is through you that everything will be possible. We pray this through the name of Jesus Christ. Amen. Sasa utomia tuyamale kiangalo tuwachete maneno ito kwa tolese wiki ngima tuwatalina naye kwa roho mbili manene tukane kwegera malika amachemwala abatokonya manene ora yo torangeria to kuitabera manene tata Nyasaye obuyabwa aho manene kwa abo toitane seni abana wa school seni abashiriki baito seni abageni baito eti sinyokiyo sio manene tata Nyasaye omanene kitokorwa torwa torwa manene kwao ejeta ya ulimbo kereri kuoro ikakana na kale kiana to asabina kwegera sejeta ya Kristo yo motorio ito. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen.